Injili ya Yohana sura yake ya 10, tutaanza mstari wa kwanza. Mpaka 21. Tutaenda pamoja. Ndio. Au tutaenda pamoja. Kweli kweli nawaambia ninyi, mtu asiyeingia kwa mlango wa zizi la kondoo, lakini Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba, ile nasema kweli kweli, hapa inasema Yesu akawaambia. Acha basi nisome pale. Twende kule. Aisha badilisha. Acha Kiswahili basi. Acha Kiswahili. Baba, kamata hii basi. Tutaenda pamoja. Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni. Yesu akawaambia, muamini amini nawaambieni. Yeye asiyeingia mlango katika zizi la kondoo, yeye asiyeingia katika mlango ya zizi ya kondoo, lakini akakwea penginepo, lakini akapea penginepo, huyo ni mwizi. Huyu ni mwizi, naye ni mnyang'anyi. Unasikia? Huyu ni mchungaji anayoiba wa Kristo. This is talking about a pastor. Yesu Kristo ndiye anasema. Jesus Christ says, piko wachungaji wanaiba wa Kristo. There's leaders that are stealing from na piko wachungaji hawaibi wa Kristo. And they are wale waliochaguliwa na Mungu. From Christians that have been chosen. Hallelujah. Tunaona wachungaji, we see leaders, shepherds. Kama uko na kitu atakutia mbele. If you have something, kama una kitu atakutia nyuma. If you don't have anything, they put you in the back. Hawa ni wachungaji wa wizi that are thieves. Hawakuingia katika mlango wa zizi. They did not come through the pen by the gate. Hawakuingia katika mlango inayofungiwa. They didn't come through a closed gate. Kama mlango kadogo kanafungiwa. A narrow gate. Baba endelee. 2. We'll read 2. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Anaingia mlango ni mchungaji wa nini? Wa kondoo. Huyu ni pastor anayochunga kondoo za Mungu. This is a leader that is shepherding well the sheep of God. Wachunga kondoo za Mungu ni Yesu Kristo aliyochunga kondoo za Mungu. Well the sheep of God is Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Piko wengine wanakuya kusema wanakuya chunga kondoo, kumbe wanakuya kuzivunja moyo. There are some people who say that they are coming to shepherd the sheep, but they are breaking them. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengi wanakimbilia uwezo wa kanisa. A lot of people run to, lakini hawajui kama yao wachungaji, but they don't know that those leaders, ni wamwizi. They are thieves. Hallelujah. Amen. Na watakuletea maji utauza. And they'll bring you watakuletea jiwe aseme natoka Israeli utauza. Mchanga natoka katika Israeli utauza. Maji natoka Israeli utauza. Special and you buy it. Hawa ni wamwizi. These are thieves. Wataleta mafuta natoka Israeli aseme uuze. They'll bring oil. Bwana asifiwe sana. Hizi kanisa nilisienda ndani. Biko wakati moja wanaleta mafuta aseme imetoka Israeli. Watu waisipigania na wengine wakazikosa. Fight for that oil. Baada ya kufuata mchungaji mwema, wanafuata binadamu. Instead of following the good shepherd, wanafuata mwizi, mchungaji mwizi. They are following pastors that are thieves. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mufuate mchungaji aliyoitwa na Bwana. Follow the leaders that have been called by God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watajiuliza tutamjuaje? And people may wonder, how will I know such people? How will I know who was called by God? Mtamjua kwa matendo yake. You'll know them by their acts, their words, utulivu wake, unyenyekevu wake, mtamjua. Hallelujah. Amen. Baba endelea pale. 3. Zamu humfungulia huyo. Zamu usimfungulie huyo. Zamu umfungulia huyo. Zamu umfungulia huyo. Na kondoo humsikia sauti yake. Na kondoo isikia sauti ya nani? Ya Bwana Yesu Kristo. Naye huwaita kondoo wake kwa majina yao. Na aliwaita kondoo kwa majina yao. Na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia.
na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Wanaijua sauti ya Bwana. They know the voice of the Lord. Mgeni hawatamfuata kabisa. Mgeni hawatamfuata kabisa. Bali watamkimbia. Kwa jua nini? Hawamjui, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Kwa maana hawazijui sauti ya wanani? Ya wageni. Wageni wanasema hapa ni wanani? What strangers are being sio wao wanakuya mkanisa wageni. Wale wachungaji piko wageni. They are talking about the wanaita kondoo zinawakimbia. Who are strangers. Hapo piko point interrogation. There is a question mark. Kwa kuwa uko mchungaji kondoo inakukimbia, jiangalie. If you are a pastor and the sheep are running away from you, you should look at yourself. Jiangalie, ugeuze mwenendo wako, ugeuze na tabia yako. Look within yourself, change your ways and change your character. Kwa mchungaji mwema, so that you can be a good shepherd. Hizi kondoo zinakufuata, hao Wakristo wanakufuata. Wanakuangalia ni wewe kwa hiyo wafikishe mbinguni. They are coming to you so that you can help them get to heaven. Usiwabebe kuzimu, wanataka wafiki. Usikwe chapa, usikwe sema mchungaji uko chapa, wakuwaonesha njia. Hapana, ukuwe mchungaji waoneshe njia kwenda mbinguni. You must be showing them the way to heaven. Endelea baba. 6. Mithali hiyo Yesu aliwaambia, lakini wao hawakuelewa mambo hayo aliyowaambia. Ni mithali hawakuelewa. 7. Basi Yesu aliwaambia tena, amini amini nawaambieni. Amini amini, ile neno amini, wengi kuamini kaneno kadogo kanawashinda. A lot of people, it's so difficult for them to just believe something. Aliwarudilia tena amini amini. Jesus told them again, very true. Kuamini inashinda watu. A lot of people have na kama unaamini uko na shida utajibiliwa. Uko na magonjwa utapona. If you believe and you have an illness, you'll be healed. If you have an issue, you'll get an answer. Hata kwenye kuna njia ukuamini utapata njia. Even when there is no way, if you believe there will be a way. Basi Yesu aliwaambia tena, amini amini nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Wote walimtangilia Mungu Yesu Kristo. All those who were before Jesus Christ, ni wamwizi. They were thieves. Na wanyang'anyi. Na wanyang'anyi. Wananyang'anya wanani? Why are they robbing? Wananyang'anya sisi. They are robbing us. Hakuna waeze nyang'anya mwingine. Haeze nyang'anya mwizi mwenzake. Atakuwa kunyang'anya ni wewe. They are robbing from you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni hatari. Kama mko macho watawaiba. You must open your eyes. Naje mko nacho chote watawaiba. Na kale kwa ulikuwa nafuti utaenda katoa. Open your eyes. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaambie kitu. Mwanamke tokaka akatoka mkanisa akaenda pana vitu yake vyote ya mnyumba. There's a woman that left the church and went and gave away all her belongings. And she took them to a pastor. Bwana alitoka kukazi. Hairudia akamwambia vitu yangu nivione hapa. Twende kwa huyo mchungaji wako. Kulikuwa kafujo mpaka polisi zikakuja. He's giving an example of a woman who gave away all the belongings to a pastor, and when the husband came back home, he wachungaji wa mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Wako wanaiba wa Kristo. They are stealing from Christians. Unasikia mwanamke ndio anaibiwaka sana. Wacha niwaambie. Unaibiwaka sana. Often, women are the ones that are being stolen. Wanawaiba sana.
They steal a lot of pastors steal a lot from women. Mnaenda pale vitu ya bwana yenu, mnapanda magari, nyuma mbona anakuya sema toa mnunutishe. Women end up giving all their belongings that they own in the house. They give away their men's belongings. Ndio tunakuwa kukenda, inasema ya kwamba mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Amen. Ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Ndio. 10. Mwizi huja tu kuiba, ndio, kuua na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima, tena wawe na tele. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Amen. Mwenye toa uhai wake ni Yesu Kristo mwenyewe. Who gave his life because of the sheep? It's only Jesus that has done that. Kuna mwingine alitoa uhai wake? Is there anybody else that has given their life for somebody else? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Example hapa. Kama mtu anatuingilia hapa iko na bunduki, unaweza ito? Au mtakimbia? Endelea baba. 12. Mtu wa mshahara, mtu wa mshahara wala si mchungaji, wala si ambaye mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Maana kondoo si mali yake. Humuona mbwa mwitu anakuja, kumwona mbwa mtu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia. Unasikia huyu mchungaji kwa jana anaona mbwa mtu anakuja na kutoka chini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu, unaona mtu anaingia pale, uko mchungaji uko na upili, unaona mchungaji anatoka chini, anakwenda na wacha waamini yake. Endelea baba. Leo na mbwa mwitu huwakamata, na mbwa mtu anawakamata na kuwatawanya, na kuwakula na wavunja. Mbwa mtu, the wolf, yule ukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara. Ule anayokimbia, ule mchungaji anayokimbia ni mtu wa mshahara, anapenda mambo ya kondoo, anapenda ya tumbo. Wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Endelea baba. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mimi ndio mchungaji mwema. Walio wangu na wajua, na walio wake na wajua, wangu wananijua mimi, na walio wangu wananijua mimi. Ni Yesu Kristo wanayomjua. Jesus Christ is the one who knows it, the one that we know. Okay, endelea. Kama vile Baba anijuavyo, kama vile Baba yangu iko mbinguni ananijua mimi, nami nimjuavyo Baba, na mimi namjua Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo zangu. Na kondoo wengine ninao, ambao si wa zizi hili, wala si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu watasikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Ndio Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ni Yesu Kristo mchungaji mmoja. There's only one shepherd and that's Jesus Christ. Hakuna mwingine. There is no one else. Haleluya. Amen. Baba endelea. 17. Ndio. Ndipo Baba anipenda, kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutoe tena. Baba yangu ananipenda kwa sababu natoa uhai wangu. Hakuna mtu mchungaji anatoa uhai wake kwa juu yako wewe. Huyu mchungaji umshukuru. You must give thanks to that shepherd. Huyu mchungaji anakujua kwa shida yako na kuombea, na lala na kuombea, umshukuru. A pastor that prays for you, that always wants to know about your well-being. Isikuwa ule mchungaji have gratitude for that person. Akuombeaki
hakujui, hakutembeleaki, that does not visit you, doesn't know you, doesn't pray for you. anapenda mali yako tu, Only wants your wealth. anapenda vitu yako tu. Only wants your things. Huyu mchungaji, This pastor, tia hii, put a question mark on them. endelea. 18. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Ndio. Nami ninao uwezo wa kuutoa. Ndio. Ninao na uweza wa kumtoa tena. Ndio. Agizo hilo nilipokea kwa Baba yangu. Ndio. 19. Kukuwa na utengano tena kati ya Wayahudi kwa ajili ya maneno hayo. 20. Wengi wao wakasema, ndio, ana pepo huyo, tena ana wazimu. Mbona mnamsikiliza? Wengi wakaanza mtukana. Wakamtukana nani? Yesu Kristo. A lot of people started to insult Jesus. Asema ana mapepo. And they said he was possessed. Ana wazimu. He is raving. Ni rofa. He's afai. That he's not. Walimtukana vitu vingi. They insulted him a lot. Lakini Bwana wa mabwana. But he's the Lord Yeye of ndio Lords. yule jana hata leo. He's the same yesterday, today and forever. Malizia baba. 21. Wengine wakasema, maneno hayo siyo ya mtu mwenye pepo. Je, pepo aweza kuwafungua macho vipofu? Pepo anaweza kuwafungua macho vipofu au kuwaponya wagonjwa au mabubu wanasema? Or can they make those who are not able to speak to be able to speak? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza mtukana huyu mtu anaonesha vipofu wanaona, viwete wanatembea. How can you insult somebody that is Hallelujah. Babubu wanasema. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende Luka mbio mbio tumalize. Luka 13. We'll read the book of Luke 13, 22-24. 22 to 24. Luka 13:22. Ndio. Mpaka 24. Ndio. Naye alikuwa akipita katika mji wa vijiji. Ndio. Akifundisha katika safari yake kwenda Yerusalemu. Amen. Huyu ni Yesu Kristo mwana kondoo, mchungaji mwema. Alikuwa anapita anaenda mjiji. Alikuwa anapita anaenda anafundisha. Jesus Christ used to go around and teach. Alikuwa anafundisha kwa anaenda Yerusalemu. He was going to Jerusalem. Gisa kwa anaenda anafundisha. As he was Ndio gisa kwa anaenda anatenda miujiza. That's how he was Ndio doing miracles. wote vilikuwa vinatembea. And that's why Babu those walikuwa who were lame wanasema. were able to walk. Wale hawakuwa wanaona walikuwa wanaona. And the blind were able to see. Mtu mmoja akamuuliza, Je, Bwana, watu wanaookolewa si wachache? Akawaambia, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba. Maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anatuambia tujitahidi tuingie katika mlango mwembamba. Haleluya. Amen. Mlango mwembamba ndio kuna uzima wa milele. Haleluya. Huyu ni mchungaji mwema alikuwa anatuambia tuingie katika mlango. Haleluya. Huyu ni mchungaji anayotulaza katika majani mabichi. This is a good shepherd. Mchungaji anayokulinda katika makazi makampani. He's the one that is keeping you anakulinda kunatembea na magari. He's protecting you as you drive. Bwana Yesu asifiwe. Luka 14:24. Tunamalizia pale. 14:24. Tutapita tunaomba.
Injili ya Luka sura yake ya 14 mstari wa 24. Nasema ya kwamba maana nawaambia ya kwamba katika wale walioalikwa hakuna hata mmoja atakayeionja karamu yangu. Amen. Ule wote aliyomwalika, haleluya, haiko safi aeze ionja karamu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jele la kwambia wale wachungaji waliojiita hawataionja karamu ya Bwana. And I'm saying those pastors that have called themselves will not able to get a taste. Wale wachungaji wanayoiba kondoo za Mungu, wanayowacha kondoo za Mungu, hawataiona karamu ya Bwana. Those pastors that are robbing from the people of God, they will not be able to wachungaji see ni the kingdom of God. There's a lot of pastors like that. Wachungaji ni wengi wako na jiita hizi siku. There's a lot of pastors and a lot of servants of God that huruma sana wachungaji wako wanapoteza kondoo. They are making the sheep get lost. Ni huruma sana, huzuni sana, wachungaji wanatupa kondoo, wanaenda wanaziwacha kondoo zinahangaika. It's sad to see that the pastors are letting the sheep go out and hawajua mwenye aliyowaita kama ni Yesu Kristo. And they don't know that the one who ingekuwa mnatambua kama Yesu Kristo aliyowaita wachungaji, hamngekuwa mnatupa kondoo. If they really knew that Jesus hamngewacha kondoo, mngekuwa mnazifuata. Kwa sababu Bwana aliwapatia fimbo ya kukogota zile kondoo, za kuongoza kondoo. Because you have that staff to lead the sheep. Ikaramu hawataiona. They will not see. Iko wachungaji, iko walimu, iko wanani, wa prophet, wote hawataiona ikaramu kama hawasimami na imani, hawasimami kwa ukweli wa Kristo. Those servants who are not standing right in the truth of Jesus will not be able to see all of this. Mwenye aliyotukomboa ni umoja, ni Yesu Kristo. The one who saved us is one person, is Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namaliza. We're at the end of our preaching. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tamuomba vyeru solo akuye. We'll ask tumuombe. Taomba na mwenye nasikia iko na umwa mgongo. Anybody who's feeling ill, we ask akuje hapa tumuombe. So that we can pray for them. Mungu wetu anatenda na anatumika. Because God is able and he's. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaomba sana mkuye kama huko Ikala. Hivi ndio kisi nitakuwa nafanya. Kwa sababu Mungu aliniambia mwenye yuko na ugua mgongo akuja wamuombe. If you feel like sio mimi niko naita watu, ni Mungu anataka kuponyesha. Ni Mungu yuko hapa. Come after that we can pray for you. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji ajitayarishe kusimama. The pastor, please get ready to stand up. Kwa kuwa Mungu tunayeomba, Mungu wa mbingu na dunia, anataka tenda maajabu kwa watu hao. As we pray, God is going to do great things for these people. Tena watakuja kushuhudia. And they will come and give a testimony. Karibu baba kwa maombi. Ndio tunatoka kusikia neno nzuri, neno la kutueleza ya kwamba tunakuwa na mchungaji mmoja tu. We just had a good word that tells us Yesu that Kristo, we only have one leader, and that's Jesus anastahili kufuatiwa dunia yote nzima. And he's the only one that's worthy of being followed here on earth. Ndani yake amechungwa kweli kweli. And if
if you are within him, then you are really kept and protected. Because he's a good shepherd. He's going to keep you here on earth. And when he comes, he'll take you so that you can be with him. That's a good shepherd. Na yeye anakuwa na uwezo na mamlaka yote. And he's able and he has all the authority. Ya kuponya kila aina ya magonjwa. To heal any kind of illness. Yeye ilishindikana na wanadamu. That is not possible to mankind. Kwa imani kupitia yeye mchungaji mwema Yesu Kristo. Through faith in Jesus Christ, mambo yote yanawezekana. All things are possible. Kwa hiyo nyinyi wa ndugu mnafika hapa. So you who are here, mjisikia kwamba mko mbele ya mfalme wa wafalme. Feel that you are before the King of Kings. Pandisheni imani. Pandisheni imani juu ili Mungu apate kutenda kazi. Have faith so that God can work within you. Tuombe kwa jina la Yesu. Let's pray. Baba mtakatifu, Mungu aliye hai, mfalme wa wafalme, mchungaji mwema, rafiki mwema, Baba natia wajakazi wako mikononi mwako. Mungu na wajua na kuwatambua tangu walipozaliwa, tangu walipokomaa mpaka sasa. Baba, maisha yako mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, jina lenye kuwa na uwezo na mamlaka, jina lenye kuwa na nguvu ya kuweza kuponya, ya kuweza kuondoa kila nguvu na makusudi ya shetani. Katika jina la Yesu uliye hai, naenda Baba kumkabidhi mjakazi wako katika maumivu anakuwa nayo tangu muda mrefu. Leo iwe siku yake Baba njema, leo iwe siku yake ya furaha, leo iwe siku yake ya kukuona uso kwa uso, katika jina la Yesu Kristo. Bwana waone makuu yako, Bwana waone makuu yako, Bwana waone makuu yako, kwa jina la Yesu Kristo. Anza kutengeneza Bwana, anza kutenda kazi ndani ya mwili wake Baba, umtendee kazi. Unajua chimbuko ya maumivu, unajua chimbuko ya shida anakuwa nayo Baba ya mwili. Wende kumtendea makuu Baba. Wewe uliponya zamani, mpaka leo unaponya. Wewe ni yule yule jana hata milele Baba, ubadilike Baba, onekana siku ya leo. Mungu aliye hai, tenda Bwana ndani ya mjakazi wako. Asante mtakatifu, kwa sababu unaenda kutenda. Uwezo na nguvu zako Bwana zinaenda kuingia ndani mwake, na anaenda kuona matokeo mazuri, na ataenda kulishukuru jina lako katika jina la Yesu Kristo. Baba mtakatifu, na kuonesha mjakazi wako, unamjua na kumtambua Bwana tangu alipozaliwa mpaka hivi, unamuona Bwana. Baba, siku nyingi, muda nyingi anakulilia kwa sababu ya mwili wake. Leo Baba, iwe siku yake sasa ya furaha. Leo iwe siku yake ya majibu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, kwenye ulipita, kwenye ulinena neno na miujiza ilitendeka. Wewe ndio miujiza, neno lako ni miujiza kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, sio historia wala sio teatre, lakini ni ukweli unaopatikana na ukweli unaoonekana. Wende kuonekana sasa katika ukweli huo Bwana. Tenda kazi kupitia neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Anza kutembea tembea Bwana katika mgongo, tembea tembea katika kiuno, tembea tembea ndani ya mwili mzima Bwana. Mahali palipo udhaifu, nenda kuleta Baba uheri kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana na Mwokozi wangu. Naamini ya kwamba Baba unaenda kutenda mema kwa mjakazi wako katika jina la Yesu Kristo. Baba mtakatifu, naenda kuonesha Bwana tumishi wako Lusole, unamjua na kumtambua tangu utoto wake Bwana, tangu ujana wake mpaka sasa Baba. Maisha yake iko mikononi mwako, unamjua na kumtambua Baba. Magonjwa gani inaweza kushimama mbele zako? Ni kanser, ni diabete, ni tension, magonjwa gani? Hakuna. Katika jina la Yesu Kristo, naenda kutengeneza damu mpya, naenda kutengeneza maji mpya, naenda kutengeneza afya mpya kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana wa mabwana,
uende kumuonekania Bwana, aone mkono wako, aone mkono wako, aone mkono wako. Tangu sasa Bwana uende kutenda kazi ndani mwake, umuonekanie Bwana. Tuliza maumivu, tuliza maumivu. Tosha pepo zote za magonjwa, tosha uwezo wote wa magonjwa. Diabetes itoke, tension itoke, kila jambo lote libaya litoke kwa jina la Yesu Kristo. Isiwezekana kwa mwanadamu au kinawezekana